watu vitu nanyi mtapewa. Hajasema wapeni watu vitu nanyi mtalipwa. Ikiwa kwenye maisha yako kila ulichonacho wewe umenunua, you don't have the blessing. You have to have things that you don't know where they coming from. You have to have blessings. Mungu anasema hivi, mimi ni Mungu nitakaye bariki kazi za mikono yenu. Sasa wewe unajua kama sisi tunafanya biashara, tukifanya biashara tunapata faida. Ile sio baraka kwa sababu ni matunda ya kazi. Ukifanya kazi kama umeajiriwa unalipwa mshahara. Hiyo sio baraka kwa sababu hata wapagani wanafanya kazi wanalipwa mshahara. Wako wapagani wanafanya biashara wanapata faida. Nao anaposema nitabariki kazi za mikono yako, maana kama wewe ni mfanya biashara, kwenye ile faida yako we have to see something else which is a blessing. Lakini ukipata kile ambacho ni faida, kile ambacho ni mshahara, you are operating in a life ya kawaida. Lakini ili ionekane baraka ya Mungu ipo, anasema nitawamwagieni baraka na kuwajazieni hata ghala zenu hazitatosha. Kwa hiyo unatakiwa uwe na vitu ambavyo ni vingi kuliko uwezo wako. Yes. Yaani ukiona wewe kwenye parking yako na kagari kamoja tu, bado huja experience baraka. Kwenye gari parking yako unatakiwa uwe na challenge ya parking. Umwambie mwenye nyumba wako aliyekukodia nyumba, naomba uniongezee parking, au uame nyumba. Sio kwa sababu watu ni wengi ndani, uame nyumba kwa sababu hauna parking. Ukijiona wewe kwenye maisha yako vyote ulivyo navyo vinatosha, unatakiwa uwe na ziada. Unajua kwa nini unatakiwa na ziada? Ili uweze kuwapa wengine bila kusikia kuchoka. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, sio nanyi mtanunua. Do you know the Bible does say and you will buy? Amesema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa, cha kusukwa. Yaani kama unaona wewe ni rahisi kuwapa watu milioni 50, kwako watu kukupa milioni 50 ni kawaida. Yes. Kama unaweza kuwapa watu milioni 100, kwako wewe kupata milioni 100 ni kawaida. Kama unaweza kuwapa watu magari, kwako wewe kupewa magari ni kawaida. Na usijisikie vibaya watu wakiwa wanakupa. No, you have planted seeds a long time ago. Now it's your time to harvest. Because even to have people around your circle to give you what they gave you is a blessing. A lot of people are praying out there to have people that will help their life. Mungu hatajirishi mtu mwenye shida. Ingekuwa ndio hivyo, watu wenye shida wote barabarani wangekuwa washakuwa na hela. Wapeni nanyi mtapewa. It's principle. Mungu anamtajirisha mtu mwenye tabia. Utoaji ni tabia, utoaji ni manner, is a good manner. To give is a good manner. Ndio maana unaona wazazi wetu zamani walikuwa wanatumegea keki, anakupa, alafu anakuangalia, anakujaribisha, anakuambia naomba, ukimnyambia acha kauchoyo. Kwa nini? A mother is training you a habit of giving. Ukiona kila ulichonacho kwenye maisha yako umekipambania, unaishi maisha ya Kaini na maisha ya Esau. Maisha ya Yakobo unayajua. Unaenda kwa mjomba ukiwa na fimbo tu, alafu unarudi bilionea. Jamaa alikuwa na baraka, japokuwa alikuwa hana akili lakini alikuwa na baraka. Jamaa alienda kwa mjomba wake. Unakumbuka alienda kwa mjomba wake na fimbo tu, lakini umeona namna alivyorudi na makundi ya kondoo na makundi ya ng'ombe. Inawezekana kwenye hiyo ofisi umeingia wa kawaida kabisa. But I decree and declare as your pastor, tumetangaza kwamba tunaingia sisi msimu mpya. You shall experience a life of plenty. Hear my word and I want you to trust my word as your pastor. Mungu akupe maisha yaliyojaa plenty. Regardless what your enemies are doing against you, may God make them more mad.